Kutoka miaka ya 1940, Wundanyi ilibobea sana katika ukulima wa kahawa. Lakini kwa sasa hali si hivyo tena. Viwanda vilitelekezwa na wakulima hawajihusishi tena na zao hilo, ambalo lilikuwa ni chanzo cha kipato kikubwa sana kwa wakulima wa awali. Zile tunaona sasa kama msitu, zilikuwa miti za kahawa. Wanapeleka na mwisho wa mwezi wanapokea pesa. Lakini kukakuja wajanja wengine wakaja wakatudanganya wakati market ilikuwa na tashwishi kidogo, kwamba bei Brazil walianza kutengeneza kofi, bei ikashuka. Basi wakaja wakaambia wakulima ya chenani na huu mmea toeni, na zile vijiti za kahawa sasa hizi zinatumika kama vijiti za kusimamisha tomato. Wakafunza watu kufanya tomato cabbages na vitu kama hivyo. Sasa sisi kama Athanas Mbele Foundation tuko na mpango wa kufufua sekta hii. Kati ya mambo tutakayozingatia kuyafanya ni kutoa mbegu kwa wakulima, kutoa mafunzo bora ambayo yatakayowasaidia wakulima katika kukuza mmea huu. Kwa hivyo ndo maana nikaangalia Wundanyi haina kiwanda hata moja. Kwa mimi nikafikiria nikasema kwa udogo wangu tu kama Athanas Mbele nataka kurejesha kahawa. Na nimeenda nikaangalia bado mitambo iko, lakini bado tunahitaji mitambo ya eco pulping. Kwa hivyo nataka tusukume, tushikane sote kama viongozi. Nimeita wazee, tukatengeneza kitu inaitwa Wundanyi Coffee Revival Committee ili tuweze kuinua ile kiwanda ya Mnuka Factory. Bado majengo yako pale. Shamba ilikuwa kubwa pale Mnuka Factory, ikapandwa kahawa, lakini sasa hii inamilikiwa kama vitu binafsi za watu wachache. Kwa hivyo nitaweza kutoa seedlings za kahawa za bure, tutoe mafunzo ya kahawa ya bure. Najua kampuni zitaweza kununua kutoka kwa factories zikauza kwa bei nzuri huko nje, ili na sisi tuweze kupata pesa. Wakati huo watu walikuwa wanatoa 80 tons of coffee per month. 80 tons times 700, hiyo ni Mnuka Factory peke yake. Hiyo ni pesa nyingi ajabu. Kila mkulima tukijipanga vizuri hawezi kukosa zaidi ya $500,000. Hatuwezi kukosa vijana zaidi ya 300 wenye wataandikwa, wengine waendeshe tractor, wengine wafanye kazi kwa factory, na wengine wafanye kazi kwa mashamba. Kwa hivyo naomba sote tushikane, na kama kuna mtu wako pale na anataka kujiunga na Wundanyi Coffee Revival Committee, basi tuko wazi. Tutakuwa tunazunguka tukifunza watu jinsi ya kupanda kahawa, na ninajua baada ya mwaka 1.5 vijana wataacha kumangamanga mtaani. Hii yote ni kwa hisani ya Athanas Mbele Foundation.